Kama ningeichukua siku yako ya leo na kuirudia kila siku kwa miaka 5 ijayo, je, ungependa maisha utakayoyapata? Angalia siku yako kwa uhalisia. Unaamka, unaangalia simu, dakika chache zinageuka masaa. Unasema, ngoja, nitaanza baadaye. Unachelewesha jambo moja muhimu, unafanya mambo mengi mepesi kwanza. Unachagua kilicho rahisi, sio kilicho sahihi. Jioni inafika, unajisikia umechoka. Lakini ukijiuliza umefanya nini cha maana, hakuna jibu lenye uzito. Kesho yake unarudia, na kesho yake tena. Na ndani yako kuna sauti ndogo inakwambia, inawezekana nikafanya zaidi ya hapa. Ningeweza kufanya vizuri zaidi. Esther, you could do better. Lakini sauti nyingine inajibu kimya kimya, kesho nitabadilika. Kesho nitaanza vizuri zaidi. Tatizo si kwamba hujui cha kufanya. Tatizo ni kile kitu unachokijengwa na kile unachokifanya bila hata kufikiria. Watu wengi wanaamini kwamba mabadiliko makubwa yanahitaji hatua kubwa, kwamba siku moja utaamka tofauti kabisa, utafanya maamuzi makubwa na kila kitu kitabadilika. Sasa huo ni uongo mzuri kuusikia, lakini bahati mbaya sana, uongo huo hauna ukweli wowote ndani yake. Bali ukweli ni kwamba maisha hayabadiliki kwa tukio moja, bali kwa marudio. Hakuna mtu anayekuwa bora ghafla, bali anakuwa bora kwa kile anachokirudia kila siku au mara kwa mara. Watu wengi hukosea kwa kusubiri siku maalum. Wanasahau maisha yanabadilika kwenye siku za kawaida, kila siku. Sasa wewe si matokeo ya ndoto zako, bali wewe ni matokeo ya tabia zako. Unaweza kuwa na malengo makubwa, unaweza kuwa na mipango mizuri, lakini kama kila siku unarudia vitu vinavyokurudisha nyuma, basi hayo malengo yako hayatakuwa na nguvu yoyote katika kukusaidia. Watu wengi hawapigi hatua, sio kwa sababu hawana akili, la hasha, na wala sio kwa sababu hawana nafasi, bali ni kwa sababu wana mfumo wa maisha unaojirudia. Tena mfumo gani? Ule unaowarudisha nyuma kila siku. Na bahati mbaya sana, mfumo huo unaonekana wa kawaida tayari. Hauumizi, hautishi sana, lakini polepole unakula maisha yao kwa sehemu kubwa sana. Utajua baadaye. Sasa kama hali ndiyo hii, tufanye nini? Badilisha haraka namna unavyojiona. Acha kuangalia matokeo pekee, bali anza kuangalia marudio. Jiulize, ninarudia nini kila siku bila kufikiria? Kwa sababu hapo ndipo kwenye uelekeo wa maisha yako. Fahamu kuwa kila unaporudia kitu, unakijenga thabiti ndani yako. Kama utarudia uzembe, basi jua utakuwa mzembe. Na ukirudia kuchelewesha kazi, basi unakuwa mtu wa kuahirisha kazi. Ukirudia kufanya kilicho sahihi, unajijenga taratibu. Hakuna siri hapa, ni mkusanyiko wa vitu vidogo vinavyojirudia mara kwa mara. Na pale utakapolielewa hili, unaacha kusubiri maisha yabadilike na unaanza kubadili kile kinachojirudia. Ukianza kubadilisha marudio yako, mabadiliko hautayaona haraka. Na huenda usipate msisimko mkubwa, lakini ndani kuna kitu kikubwa kinajengeka. Utaanza kujiheshimu, utaanza kuamini kile unachokifanya, hata kama ni kidogo, lakini kinaendelea. Baada ya muda, kile ulichoanzisha kimya kimya kinaanza kuwa dhahiri. Watu wanaweza kukuona tofauti, lakini wewe unaujua ukweli. Hakuna uchawi, ni marudio tu. Na marudio mapya yanaweza kukufanya ukawa mpya kabisa. Kama unataka kujenga maisha tofauti, anza na mambo haya. Kwanza, chagua tabia moja ndogo, iwe rahisi, iwe na uwazi, irudie kila siku bila kukosa. Pili, angalia siku yako ya kawaida. Tambua vitu vitatu unavyovirudia na vinavyokurudisha nyuma. Anza kuvipunguza kimoja baada ya kingine. Tatu, weka muda maalum kwa jambo muhimu. Usiache liamuliwe na hisia. 4, jifunze kufuatilia siku zako, sio kwa matokeo, bali kwa uendelevu. Hakikisha kila unachofanya kinakuwa na consistency. Yaani unaweza ukafanya leo, kesho na kuendelea. Sio kitu cha kufanya mara moja huku ukitarajia matokeo. Mwisho, jiulize kila siku swali moja. Hivi leo kitu gani nimefanya kwa kujirudia zaidi? Kwa sababu mwisho wa yote, maisha yako si yale unayoyataka, bali ni yale unayoyarudia ndiyo yana nafasi ya kuwa maisha yako. Naitwa Ezden.